Ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, neno la Mungu linasema mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Kumbe kila mwanadamu anayo hasira. Kila mtu anakuwa na hasira. Lakini kinachofanya huyu mtu anaweza kuwa na hasira ni tabia tu ya kawaida ya mwanadamu ambayo hauwezi kupigana nayo. Kwa kila mtu, awe ni mwanamke, awe ni mwanaume, awe ni baba, awe ni mtoto, wote wana hasira. Sasa leo tutajifunza jinsi ya kuweza kuitawala hasira. Ni jinsi gani ambavyo unaweza kutawala hasira yako wewe kama mwanadamu. Jambo la kwanza, lazima ukubali kwamba wewe ni mwenye hasira. Lazima ukubali kwamba una hasira kweli. Hiyo pia ni hatua ya kujua. Ukiona kuna mtu mwingine unamwambia umekasirika, anasema mimi wala sijakasirika. Hapana. Lakini jambo la kwanza ni lazima ukubali kwamba wewe una hasira. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuweza kuitawala na kuishinda hasira ambayo iko ndani yako. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hana hasira. Kila mtu anakuwa na hasira. Jambo la pili, lazima utafute chanzo. Ni nini ambacho kinasababisha wewe unakasirika? Watu wengi wanakasirika, wanakuta paka wamefanya vitu vibaya, wamewazuru watu, hata mtu anapasua kitu, anafanya tabia hiyo ya hasira inamfanya anakwenda mbali zaidi, anafanya mambo ambayo hata ukielezewa wewe huwezi kuamini. Lakini pia ni vizuri kujiuliza, chanzo cha hasira ni nini? Chanzo. Kama kuna kitu chochote, kuna chanzo chochote ambacho kinakufanya wewe ujikute unakasirika, lazima uepuke hicho ambacho kinakusababisha ukasirike. Jambo lingine ni lazima kuepuka mazungumzo. Mazungumzo yoyote ambayo yanaweza kukuchochea au kukusababisha wewe ukasirike. Kwa mfano, unaweza kuwa unabishana na mtu, unaweza kuwa kuna jambo unazungumza, unataka wewe ushinde, unataka kuonekana kwamba pointi yako, kutetea pointi yako yoyote ile. Sasa ukakuta unaendelea na mazungumzo yale mpaka ukajikuta umekasirika. Kwa hiyo ni vizuri pia kuepuka mazungumzo yoyote ambayo yanaweza kukufanya wewe ukasirike. Lakini pia jambo la pili ni kujitenga na mazingira au maeneo yoyote yanayoweza kukusababisha wewe au kukupelekea ukasirike. Kuna mazingira ambayo ukiwepo yanakusababisha wewe unakasirika. Lazima hayo mazingira uyakwepe. Kuna maeneo ambayo ukiwepo, maeneo fulani, au unakaa na watu, au kwenye vijiwe, au kwenye mahali fulani unafanya mjadala, mazingira yote kama hayo ni muhimu kuyaepuka ili uweze kuzuia hasira, kutawala hasira yako. Kwa sababu unatawala, kwa sababu unaona yale mazingira ukikaa pale, lazima kuna kitu ambacho utakuta lazima useme, lazima ubishane, lazima utetee. Jambo lingine ambalo ni la muhimu sana, usilazimishe kueleweka. Usilazimishe kueleweka. Unapoongea na mtu kama hajakuelewa, usilazimishe akuelewe. Kwa sababu ukilazimisha mtu akuelewe na huyo mtu bado anaendelea kupingana na kile unachokieleza, ingawa wewe unaona ndio ukweli, hicho kitaweza kusaidia sana kuweza kuepukana na hasira, ndugu ambaye unanitazama. Kwa hivyo nimekutana na watu wengi sana wameingia kwenye hasira, wakakasirika, wakaharibu urafiki, wakaharibu mahusiano yao, kwa sababu kuna jambo ambalo yeye analielewa na analazimisha kila mtu alielewe kama anavyoelewa yeye. Kama jambo mmezungumza, ukakuta hilo jambo mtu haelewi, basi wewe achana naye, endelea na maisha yako. Lakini jambo lingine, kuwa mtu wa pili kumaliza mgogoro. Kila unapopata kila hasira inapoamka ndani ya mtu, hasira inapoamka ndani ya mwanadamu, yule mtu wa kwanza tayari ameshakukasirisha. Sasa kwa sababu yule mtu wa kwanza ameshakukasirisha, wewe atakayesuluhisha, atakayemaliza ule mgogoro ni wewe, mtu wa pili. Kuwa mtu wa pili kumaliza ule mgogoro au jambo lolote ambalo linakupelekea wewe ukasirike. Na lingine, katika jambo lolote unalofanya, usitarajie kusifiwa wala kupongezwa wala mtu yeyote katika maisha yako. Wewe jiamini kile unachofanya. Unaweza kufanya jambo lolote, unaweza kuwa na toku, unaweza kuzungumza kitu fulani, unaweza kufundisha kitu fulani,
unaweza kufanya huduma fulani mahali popote, baada ya kumaliza unasubiri upongezwe. Usipopongezwa, usipoambiwa umefanya vizuri, utakasirika. Kwa hiyo vitu kama hivyo inabidi kuviepuka ili uweze kuishinda hasira katika maisha yao. Jambo lingine ni kujizuia kujibizana. Kujibizana, mnaweza mkajibizana, Simba ni sawa, Yanga sio sawa. Unakuta watu tu wamekasirikiana kwa sababu ya Simba na Yanga. Wamekasirikiana kwa sababu ya vitu vya ajabu tu, kwa sababu ya hiyo hali ya kujibizana na kubishana. Na kama una hasira sana, mimi nashauri, kama mtu mwenye hasira sana, nashauri pia unaweza kutafuta namna ya kutulia. Kwa mfano ukaanza ukasali, ukasoma neno la Mungu, hata ukaenda kuoga. Umepatwa na hasira, unachapu kuna kitu unajisikia kufanya kibaya ama kulipiza kisasi, unaweza ukafanya mazoezi kama unaweza kupata nafasi, ukaenda ukatafuta mahali, hata kuoga, unaweza kuoga tu, unaweza kutafuta mahali ukatulia, ukapumzika. Hiyo inaweza kukusaidia wewe kuepuka hasira au kuja kufanya kitu kibaya kwa jirani yako, kwa mtu ambaye umekabiliana naye. Na la mwisho ni ambalo ninashauri, jaribu puuzia jambo lolote ambalo linakufanya ukasirike. Mimi nina kawaida yangu katika maisha yangu, labda nikwambie, nikikutana na kitu chochote ambacho kinataka kuniletea hasira, au mtu yote anafanya jambo lolote ambalo najua hili linataka kuleta hasira kwenye maisha yangu, nalipuuzia. Na ndio maana Mtakatifu Paulo katika waraka wake aliowaandikia Waefeso, ile sura ya 2 ya 3, anasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Muwe na hasira kwa sababu hasira ipo. Huwezi kukataa, kila mtu ana hasira. Na hata mtu akikwambia wewe una hasira sana, usikasirike, usichukie. Hakuna mtu ambaye hana hasira. Kila mtu ana hasira. Kila mtu ameumbiwa yuko na hasira ndani. Kinachofanya mtu tuendelee kuishi, kuhusiana, kukaa pamoja, kuishi pamoja, ni pale tu tutakapoweza kukabiliana na hasira katika maisha yetu. Kwa hiyo ndugu yangu, nashukuru kwa kunisikiliza, na nafikiri na wewe unaweza ukaniambia kama kuna kitu unaweza kuongezea kuhusu ni jinsi gani unaweza ukatawala hasira yako. Unaweza kuambia watu hivi, wewe kama binadamu, wewe ni mwanaume, ni mwanamke, ni baba kwenye ndoa, kwenye familia, ni mtoto, utafanya nini uweze kuitawala hasira yako? Hasira inakuja na unaituliza. Hauwezi kufanya kitu chochote kibaya, hauwezi kutofautiana na watu, wala hauwezi kuvunja mahusiano. Asante sana.